Kwa nini maji achemke hapa chini? Maji atoe mvuke. Utakapokiona usije ukasema Mungu wangu, sema mzungu wangu. Maana huu ni upumbavu umetengeneza na mzungu. Naomba muone matuti haya. Na leo kuna baadhi ya kina baba ukimuita ufundishe masuala ya afya naona ni upumbavu. Lakini ukija mwambia kuna sehemu amefungua baa, amekuta wanawake na makario makubwa wanakata viuno. Yaani mwanaume na kitambi na heshima na pesa, unaona ni bora utoke hapo ende bani kutungulia makario ya kina mama. Hapo ndipo dunia inakwenda kufeli. Baada ya kumaliza kuchimba lile shimo, naomba muone ni tukio gani ambalo linakwenda kutokea pale chini. Nimechimba shimo mfano wa duara. Nakwenda kumwaga maji haya hapa. Baada ya kumwaga yale maji, nakwenda kuweka kitu kingine ambacho kinaitwa spirit hii hapa. Ninapenda sana kupaka kina mama na kina baba. Nitakwenda kuwafundisha faida ya spirit na hasara yake ni nini. Mimi ni mwalimu wa watu wazima. Na unaposimama mazingira haya, usije baadaye ukajifanya unajua wala ukajifanya muuni. Sifa ya muuni ni afya na pesa. Mimi mwenzenu nimesema na nimetembea. Usije ukaona na kamuli kadogo kanizarau. Mimi ni small and size but complex in action. Unaposimama mazingira haya, ni lazima akili yako na macho yako tu tunakwenda kufundishana masuala msingi. Una simu kubwa kurekodi matukio haya ni halali yako. Baada ya kumaliza kuweka ile simu, na kwenda kuweka kitu kingine kinaitwa chumvi. Naomba muone. Ulioko mbali sogea karibu uone hili tukio. Sio baadaye mnaanza kusema tukuweza kuona. Nazaliwa wapi? Nazaliwa pale kata Mpeta wilaya Vinza mkoa wa Kigoma. Baba yangu mzazi mimi ni Mua, lakini mama yangu mimi mzazi ni Mnyambo. Baada ya kumaliza kuweka chumvi, na kwenda kumalizia kinywaji kingine ambacho kinaitwa energy. Naomba muone matuti haya. Hiki ni kinywaji ambacho unaambiwa hivi, mtoto yeyote mdogo asitumie kinywaji hiki. Na unaambiwa mwanamke yeyote mjamzito mwenye mimba asinywe energy. Na wewe baba usinywe zaidi ya chupa ngapi? Leo kuna baadhi ya kina baba mnakunywa chupa mpaka 5 mnafikiriza. Wengine mnachanganya na konyagi na ambulance wakati mnakwenda kufanya zinaa. Mkiamini ya kwamba mnakwenda kufuta mashine. Poleni sana wanaume. Maana unapotumia bidhaa baba, unakwenda kuharibu kitu kimoja kinaitwa central nervous system ambayo inafanya connection kwenye mwili mzima wa binadamu. Hiyo mnakunywa bila kujua. Ulioko mbali sogea karibu uone matuti haya. Sio baadaye mnaanza kusema tukuona. Na katika maisha yangu sipendaji mnafiki. Maana mnafiki kama sio alijua na kushara uongo. Ukimzidi maisha anakuita mwizi. Ukivaa vizuri unajidai. Na sifa ya mnafiki ni moja tu. Yaani siku zote, yaani maisha ya mnafiki ni magumu sana. Yaani kunywa chai mpaka msiba kwa jirani utokee. Na kulalia godoro mpaka razo hospitalini ndio sifa ya mnafiki ni hatari. Utachangali tamari naanza kunijadili kwa kama mfuga ndevu. Sasa unataka nifuge makaria niwe shoga. Ni hatari. Baada ya kumaliza kuchimba shimo, nimeweka maji, nikaweka na chumvi, nimeweka na spirit hapa na kinywaji kingine kinaitwa energy. Hii ni nyanya ambayo nimenunua kwa mama pale sasa hivi, lakini naomba muone tukio hili. Hii nyanya nakwenda kuidumbukiza pale chini. Baada ya kuweka ile nyanya, tunakwenda kuipasua hapa, tunakwenda kumshuhudia mnyo sasa ya kidole. Kwa sababu gani? Nyanya hii ya kutengenezwa. Zamani nyanya hizi hazikuwepo. Maana mada yetu kubwa tunakwenda kutufunza mambo matatu. Jambo la kwanza vyakula, la pili podozi, la tatu vinywaji. Nini maana yangu? Zamani tulikuwa na zile nyanya ndogo sana ambazo wengi mlipanda kuziita katunguma. Baada hapo mzungu amekutanzania nyanya hii. Amini usiamini nyanya hii, wakati tunakwenda kupasua hapa, tunakwenda kumshuhudia mnyo saizi ya kidole. Ulioko mbali sogea karibu, kuna mstari nimechora. Na hapa sitakwenda kuipasua. Nitamuita mtu mmoja mwenye akili na nguvu anisaidie kupasua nyanya hii. Naomba aje mtu mmoja anisaidie kupasua nyanya hii. Maana mimi nikipasua mtasema kuna mnyo nimekuja nimeuficha kwenye vidole. Na nyanya hii sikuja nayo. Nimeuzwa na mama huyu hapa amesimama hapo. Naomba aje mtu mmoja anisaidie kupasua nyanya hii. Sio baada, yani cheki mpaka mnaogopa na nyanya ni hatari. Naomba aje mtu mmoja mwenye akili na nguvu anisaidie kupasua nyanya. Lazima. Bora kiwango. Asante, bora unakuja. Wengine wameogopa na kuombea kwa Mungu. Kwanza leo kama ulishawahi kubahatika kutembea na watu za watu, hata dhambi zako zimesamehewa. Sema amina. Asante. Kanawahi kusema amina. Ina maana kutembea na watu za watu utaukata masikio. Mimi sina. Naomba blaza shika kisu, osha kisu, tunakwenda kupasua nyanya hii. Ikiwa lengo na makusudi usije ukanifichia wengo. Ukiona kuna kitu na wadanganya wa Tanzania, osha na nyanya hiyo. Angalia nyanya, kuna sehemu nimekata, kuna sehemu nimetoboa. Mpelekee yeyote unayemwamini, maana siku zote ushahidi ni watu. Mpelekee yeyote unayemwamini. Lakini pia tutakwenda kuwafundisha kina mama. Mulia meza mzee wazazi wa mpango na kuweka vijitu kupiga sindano bila kupata maelekezo. Na wanaume mnaofunga ndevu za ujanja na vitambi mashine mbovu zimeoza. Tunakuja huko kila mtu ataguswa. Hii nyanya umeniambia sikatoboa sikakata. Ila kitaalamu amini usiamini. Nyanya imetengenezwa na mzungu. Ina matundu 7 kama ya binadamu. Na wewe unanitazama unanisikiliza hapa. Una matundu 7. Ili uamini itakuwa kwanza kwa hesabu ya kwangu, hesabu ya kwako. Tundu la kwanza la binadamu waga ni hili.
tundu la pili hili, tundu la tatu, tundu la nne, tundu la tano, tundu la sita, la saba nyuma, kama uamini hesabu ya kwako. Twende kwa vitendo, kwa maneno. Asante brother. Yale matundu saba niyo yataja. Naomba muone kazi yake ni nini. Nipasulie hili kopo. Kata kopo wa Tanzania waone, kuna wengine mtakwenda kucheka mpaka mimi natoe jasho hapa. Pasua muone wa Tanzania. Na hapa narudia tena kusema sina biashara yoyote. Naomba shika nyanya dumbukiza kwenye maji. Yale matundu saba muone na kazi gani. Bila cha kushangaza kabisa, nyanya hii ni kubwa. Ukitia kwenye kopa huwezi ikazama, inaelea juu. Ukichukua ile ya zamani ya kwetu ya asili ambayo inaweza kutetesha yenyewe, kichakali mpaka nyuma babu mpaka chooni, ukitia kwenye maji kanazama. Kwa nini kanazama? Kanazama kwa sababu hakana sumu yoyote. Yale matundu saba niye yataja, nitakwenda kumwaga sumu. Baada ya kumwaga ile sumu, nyanya itakwenda kutinda sumu yote itaisha. Hayo maji yatabadilika, yatakuwa meupe. Haya ni maji nimeuzwa na mama pareni na maana yangu. Maana ningekuita navyo wengine mngesema ni kamali mazingo yangu. Huu ni upumbavu umetengenezwa na mzungu. Muda si mrefu, yale matundu saba nyanya nataja yatakwenda kutinga sumu yote itaisha. Haya maji yatabadilika, yatakuwa meupe kama haya hapa. Baada ya maji kubadilika, yule bwana atakwenda kupasua. Tunakwenda kumshuhudia mnyo sasa kidole kwenye nyanya. Atakuwa na manyoya. Utakachokiona kama kusema Mungu wangu, kusema mzungu wangu umekumaliza. Huu ni upumbavu umetengenezwa na mzungu. Ndio maana Mwalimu Nyerere alimfukuza mzungu Tanzania akimuita mkoloni. Mzungu alipoondoka akasema Watanzania siwaachi. Ni lazima nirudi tena kwa njia moja uwekezaji. Anawekeza nini? Jambo la kwanza vyakula, pili potezi, la tatu vinywaji. Leo kuna potezi kimoja kimetengenezwa kinaitwa Karolite. Mnapenda sana kutoka kina mama. Mnachanganya na bidhaa nyingine inaitwa glycerin. Mama akisha paka Karolite, unamchukua ngozi ya juu, inabaki ngozi ya ndani. Mwisho siku mama ukutana naye barabarani, unakuta uso ni Fanta, miguu ni Coca. Akivua ngozi mgongoni kama kenge, tumbo kama teteseke. Huo ni upumbavu umetengenezwa na mzungu, ni hatari. Muda si mrefu ndugu zangu wa Tanzania, yale maji yatakwenda kubadilika, yatakuwa meupe. Baada ya hapo tunakwenda kupasua. Tunapasulia wapi? Tunakwenda kupasulia kwenye mtambo mwingine ambao umetengenezwa na mzungu hapa. Hii mnaijua wazazi? Hii mnaijua? Asante brother. Leo kuna mtu mwingine ukimuuliza anaitwaje, eti gazeti wanafikia wakopo. Hatari. Hivi ndugu zangu, zamani vilikuwa hapa hivyo. Huu ndio mtamba ambao tunakwenda kupasulia nyanya. Na ili uamini, zamani havikuwepo. Maana mwanamke wa zamani alipokuwa akijifungua, wale majirani zake wote wanamchangia kanga na vitenge. Yule mama aliyejifungua anakaa chini na mkasi, anakata vipande vidogo vidogo vinaitwa vidaso. Uongo kweli wa kina mama? Yule mama anashika kile kidaso, anafunga mtoto wake kwenye kingamuzi na mnaye. Yaani mtoto akisha kunya, yale maji ya kinyesi yanapita kwenye kanga na kwenda kwenye godoro. Mtoto akisha kojoa, yule mtoto wa mtoto wako unapita kwenye vidaso na kwenda kwenye godoro. Leo mzungu amekutengeneza upumbavu. Anakwambia kuna pamba, humu hakuna pamba. Humu kuna madini ya silikoni na kuna wadudu kitaalamu wanaita Sphaerotheca panama. Hii bidhaa inapokutana maji ya mkojo inatengeneza kitu kimoja kinaitwa barafu. Na ili uamini, naomba muone matusi haya. Hivi nikisema spika mnanisikia, mnisikii? Mnanisikia? Kama unisikii chapa haraka, sio lazima. Siku zote wanafiki wakosefu. Na nasikia ni jamaa anasema hiyo ni uongo. Leo kuna baadhi ya kina baba wengine linaweza kufika msibani, linakuta mwanaume amekufa. Linaanza kujadili eti yule amekufa kwa ajili ya ukimwi. Alafu jioni inakuwa la kwanza kumtongoza mke wa marehemu. Yaani unafiki ulianza enzi na enzi. Wewe ukiwaza uongo, enda dukani ukanunua sinia, kila sinia weka chupi, zunguza mitaani kama kauza. Ukiona